ni MUTUKU TV. Ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saida tuna nusu cia wiyoni na wikwatio kana ni watindane savo ndabalo watindila wakatano wa umundi ni uthocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo nyenita wa Robert MUTUKU nake terisia mwende twalila Mauvoo akwanzia ya mekwe katwamba kunengelelia alatukumbanisye kwa ukuvi alatukumbanisye ni vamwe na atongo ikautangaliko ya ule kutula muti serikali ya Kenya kwanza maiweta kana yende kuvinye ya mwene nthi ngomba ya mathau makusemba nthio nthe muruti ya Kelvin Kiptum kuthikwa kwi umundi kisioni cha Naiberi kaunti ya Uasin Gishu. Ikundi ya kutetea NND kwenda iseso ya kuthungulula nzama ya kuungamia musva wa wote kaunti ya Makueni yambe kuungamwa. Na muvea wa usesei wa nthi ni kwenda wongelo vianikana kwa ile usesei vanthi ya Kenya. Vilingi wa Mauvoo. Ni naudhocha tutambanie mwe ngina muthia mawoni maku tunengelelie kwa ile tukenda imwe itano wambie na ndeto MUTUKU TV. Atongoi kautangaliko ya ulei ni matula mututongoi wa Musumbe William Ruto na serikali ya Kenya kwanza kwa kila mweta tayena muvango wa kuwa serikali sia mitiyuko na kumithisia mwene ndemi kalile maine na mathikoni mamuthoni wa munini wa governor wa Masako Francis Mwangangi kisioni cha Katangiata matongo uwe ni Senator wa Ilovi Edwin Sifuna mwaweta kana serikali ya umundi ni yemetwe ni wia vate kutumi ona kimwe na cha vata ni kumveta utongo inusa kwa nini wangilile miongoli na muonza na kuitana NND na dhina wangalama ya mikalile Ben Musau na Mauvoo. Dongo ithi inena kavindani kalasi vikire cha dhini cha mathiko utuni wa Katangiata nisendeana kutula muteva nene serikali ya Kenya kwanza kwa kilasi uweta nthi ya Kenya tayende na utongo ini wayo na tayina muvango wa kuwa serikali sia mutiyuko ovamona kwitha yometie ngalama ya mikalile. Instead of forcing people to buy houses, Mr. President, simply say, I am going to come to Kambani. Mtu ambaye ana nyumba ya nyasi nimpatie 50,000 aongeze kwa nyumba mabati. Mtu ambaye ana nyumba mabati nimpatie 30,000 aongeze kwa na nyumba ya simiti. Na kama kuna simiti na mabati aongeze nyumba yake ikuwe na stima. That is the real housing levy in other adventurous democracies. Aitola muti ya memba mambunge nene alama na vitu kithisia mutalatala wa ndivisia nyumba kana housing levy. But if you look at State House, they have given State House 352 billion. One State House. When you look at the money that has been given to Gatuzi, the county governments, it is 391 billion. I mean, how serious can we be as a country when somebody who used to fight for the country like Sosion comes here and tells us to praise the government? It's not possible. Maisha imepanda, mimi niko huku mashinani. Life has become so hard. Mimi ninaona hata ile pesa tumepatiwa, I don't know tutasurvive aje next year. I don't know how we are going to survive from June. Pesa zetu zimeenda chini. Na ni kweli Senator Sifuna amesema hapa. Sasa
kuambia, mimi nimeongea na seneta wangu, na seneta wangu tumekubaliana asipitishe. Hao wengine wache kufanya ile cosmetic. Anyone thinking of reducing money is going to devolution, zile zinaenda kwa wananchi, huyo ni adui wa taifa na wananchi wa Kenya. Bottom up. Hiyo bottom up ni gani? Na tunapokonywa kuna bottom up. So in this case, wananchi wetu, as Kenyans, let's mark the members of National Assembly who are voting for that kind of an agenda. And we deal with them when it comes to, in fact, we should not even allow them to speak to us. Waende na huko wakakulia na huko Nairobi. Because wakati fedha ya devolution inakuwa reduced, maji mtatoa wapi? Hizi barabara za huko kijiji, huyo gavana atawatolea wapi? My friend, things kwa ground ni tofauti. Let the truth be told. Mambo kwa ground ni tofauti. Hao walimu unaongelelea, they are the same ones that are sending us housing ni ya nini, na already tuko na malona tumejipanga na manyumbani sisi mnajua tuna na mambo iko sawa sawa. Why do we need another house to be deducted? Oingi ndongo ithisi thingelela ndongo ilanza kueta itaileta kukilia ila serikali ende na vinyi ya mwene nthi na nongwatanio ya Azimio One Kenya yekwa ituonekana kwa ofisi ya NND 2027. Watu hawatatafuta ule mtu wako na pesa. Uchaguzi ya 2027 si ya ule mtu mwenye ni mjanja. Nasikia wanatutisha, wanatuambia nyinyi hamna pesa, hamjui kujipanga, hii Ruto ni mjanja. 2027 wa Kenya wanatafuta mtu ambaye anajua kazi. Mtarajia sisi na tutegemea sisi. Msije mkakubali hawa ndugu zetu ambao wanaingiza hadithi ndani ya magazeti, ndani ya vyombo vya habari, eti kwamba kuna misukosuko ndani ya ODM. Hakuna msukosuko. Mimi na Kalonzo tuliongea, nikamwambia Kalonzo, wewe kaa tu hapa nyuma ya baba. Sisi watu ya ODM tunachukuanga instructions from only one center. Baba akisema left, tunaenda left. Akisema right, tunaenda right. Kaa tu hapo nyuma, mambo itakuwa mzuri. Angekuwa hapa angewaambia Sifuna aliwaambia. Mnanielewa nyinyi watu? Tunaelewana watu ya Machakos? Kwa sababu tunaelewana. Atongo ya ni mwone kama ende yana kukwata mbau na kukunia maleve ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ni kana kukitia kivila cha Usumbe. Mheshimiwa Kalonzo amekuwa hapa, nimesikia MCA mwingine ananiambia ati Sifuna mkumbushe baba hapo sijui risasi patia sijui nani. Wewe MCA rafiki yangu boss. Last week Sunday tumekuwa na Kalonzo Nairobi, amenipatia waziri wa mambo ya kigeni ya nchi ya Kenya. Nani hupeana wizara? Rais. Sasa wewe unatuambia nini? Wewe unatuambia nini? Kama tulikuwa na yeye akasema Sifuna ndiye atakuwa waziri wa mambo ya kigeni chini ya serikali yake. Wewe unatuambia mambo gani hiki? Nani anapeana viti kwa serikali? Wanamsingilia hivi vitu. Mimi nataka kuambia watu wa Wiper nikiongozwa na gavana. Gavana wacha nikwambie siri ya watu wa ODM wakiongozwa na huyu mzee Mtulu. Ile kitu hatupendi kuona ni baba akisukumwa. Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV kumava akaunti ya Masako. Nyenita wa Ben Mwasau. Ngumbau ya mathau ma kusemba thionthe mrutia Kelvin Kiptum ni wathi kwa kwi umuthi musiko wake kisioni cha Naiberi kila kivakuvi na musi wa Eldoret kaunti ya Uasin Gishu. Musumbi William Ruto ulevikite mboyani cia mathiko kiwanzani cha maonanio ma uimi cha Chepkorio kaunti ya Elgeyo Marakwet ni wa mukathi ya Kiptum ta muthauki unai na mitua misio aimenda athauki alangi kuosa ngelekanio yake walaingi wa mathuthia mevetangane na mituo itonya kwananga kinengo cho cha kusemba ta utumi wanda wasia kuongela malenyo vinya kana doping. Ken Mulinge ni watumbanisia Mauvoo. My dear love, I can't learn how to say goodbye to you. Ainene ya chathini cha mathiko cha musembi wengumo lokwatia rekodi ya mathao ma miendo miasama marathon Kelvin Kiptum ala maende ya kiyo South County ni ya Elgeyo Marakwet. President William Ruto ni watha na kunenga na uya kwa mkoa mututia Kiptum na yulo wake kuendea kukwata mbu musi wake nzikeone siya kunenga nda yesi yetu esiyo la muthauki na ete yende ya Kenya mathao ni makusemba. I got to know about the passing on of Kelvin from CS Ababu. I think it was maybe a few hours after it happened. And it was really a very heavy moment for us because in Kelvin, we saw the future
of athletics in Kenya. Yulo waki President Ruto na waweta mukwa murutiano kutethekana numba ingi vamwe na milioni 5 mbesa selesele kukwata mbumusi wa Kiptum ulotigwe na kiveti kimwe na siana ile nini. Utethio withwa uyulu wa numba ile cia rumu 3 kila imwe la serikali na akie Musembi Mototia Kelvin Kiptum na ithe wake kwa ilungu ikuvivyo ya chuma kimwe. Kwa huyu kijana Kelvin, tayari serikali ya Kenya vile tulishakubaliana na vile tumeweka taratibu mpya, huyu kijana tushampatia milioni 5 tayari, na serikali itampatia nyumba mzuri. Mbali na ile nyumba tumejenga hapa, tutampatia nyumba mzuri huyu kijana. Unenini wake President Ruto ni wakathia Mototia Kiptum kwa kila umwetata mundu utana na mitulio wikithito na wenda ya kuwa ikulia Kenya kwa samakina ma Mototia Kiptum. And Kelvin has stood out not just as a great athlete, but more importantly as a good person. Alikuwa ni mtu mwenye roho safi. Na tumekuja hapa kumpatia rambirambi zetu za pole na za kwaheri. Na hata katika kifo yake, Kelvin is talking to us in many ways. Anatuzungumzia kama Wakenya hata katika kifo yake, kwa sababu huyu Kevin alikuwa ni mtu vile imesemwa hapa na wale walikuwa wanafanya kazi na yeye. He was ambitious, disciplined and focused. Tunaomba wale wanariadha wote ambaye wataenda Olympics to honor this great son here by carrying our flag high and shattering many other world records. That way, tutakuwa tumeinua jina lake. Kiptum had already become a champion in our anti-doping agenda, our absolute zero tolerance to doping, our message of running and winning clean. And indeed, when his record was ratified only a couple of weeks ago by World Athletics, we applauded because he then symbolized that indeed you can run, you can win, and you can shatter world records without doping. Kiptum na kocho wake Mototia Havias hazigimana matiyo ni dhayo kwesilambanga lelo na wamara kwetu kuthi Eldoret. Wala wakatano uwadhi wa kesioni chana Iberi vakuve na Eldoret vala serikali na mwake ye ndombaye mwanam. Nilivotia Mutongo TV, nyeneta wa Ken Mulinge. Naini kumava Mutongo TV tuyasia Kiptum hathi umwena Mauvoo na tuikwati kana serikali ni kuyanisya mawatho asu yanengane. Tuisongana mbeni kana Mauvoo usisei wandini wenda mbunge yongele budget yake kwa kimanza cha shilingi bilioni 14.5 ni kana kuyanisya uthukomi wawo na muno nthini wa kutumania Mauvoo kwa miyo ya matukwa ya maofisa ma usisei ondo umwe na kukitana na mwinyu wa ndawa cia kumila ula wendeye kwikinya isioni kuthukanio. Wathingililwa ni mwandiki muveani uwo usisei wa nthini Dr. Raymond Omolo kavindani ka kutetea budget ya Mauvoo uo mbewa nzama ya mbunge ya usisei wa nthini na ngwatanio ya uthukomi serikalini. Benjamin Mwaka nukuelesya. Dr. Raymond Omolo ni watavya yumbe kana mbesa ila Mauvoo wenda sithwa ndauniko munene nthini wa mwiano wa maendeleo muno nthini wa Ivalo na sub-county nini ila serikali inatangaza kuthukumithia mwambioni wa Mauvoo. It doesn't make sense to have a budget of less than $1 billion for purposes of development. Now, our appeal, and we've made a modest request of 4.5 billion as additional resources to allow us fully deliver on our mandate insofar as development vote
is concerned, there was a clear case for us to be able to have this new administrative unit. Now, why has there been a delay in operationalizing the previously gazetted ones? Away from the issue of resources, there are particular areas where there have been contestations, and there are cases where we have even had to go to court. So that explains partly why there has been a delay in operationalization. Katuwa isio imbia sia uungamila Mauvoo wosese iwanthini wenda mbesa no kana kuthukumithia uthukumi wasio ni vamwe na sub-county miongwelila kufikia oyu itaisa kwambisya uthukumi wala oyu mituki no nana inathukumithiwe ni serikali. We had a total of 28 sub-counties that had been gazetted and not operationalized. To date, 8 have been operationalized. Divisions were way more than that. We have only been able to operationalize 3 of the divisions. Then we have also done a record 20 locations and a record 25 sub-locations. Not commensurate with the figures that need to be operated or operationalized, and we definitely take the flag for the delay in that. And Chair, you remember we've had conversations around this, and it is our intention to fast track so that by the end of this financial year, we would have had a substantial number of these units operationalized. Katwa budget ila Mauvoo wosese wanthini wenda ni silingi bilioni 4.5 cia kuikithia mauthukumi ala meungwa manifesto ya serikali ta kuikithia maofisa mosese mena miyo ya matuku aya kao ondumwa na kwailia ukui wa thukumi ma serikali kuya ndwani. We have a situation whereby maybe some chiefs goes into retire. You put the advert, people go through the interviews, they are completed 2 years down the line or so. Those units don't have chiefs. This is a situation that we don't need a new budget. The budget was, of course, provided for. There must be a problem there. Part of the additional money we are asking for is to help us address the gap that exists in mobility of our officers, whether it's the motorcycles for the chiefs and assistant chiefs and the vehicles for the DCCs and ACCs. And we've made a provision in that request of 600 million shillings. Indi wasia wa amemba manzama ya mbunge ya Mount Mosese aingi mo ni mawetakana vena vata muvia ugakunigila kivalua kinene kila kimbe wacho cha kukutana na kwikinea kwa ndawa cia kumila thini wa muika ikono cionthe cianthe. Then we need to support NACADA, give them a good budget, and we want NACADA to have offices in all the 47 counties with a matter of time. Our youth are gone. My region, alcohol is not popular, but bang and other substance are really taking over, and there's nothing happening. In terms of the various amendments, particularly with the act that would support NACADA, yes, we have had a necessary delay, but part of it has been on account of the need to have more consultation, which we have been able to achieve because we felt it was important to also engage all the other players in that supply chain. Vilingi wa Mauvoo kumaba musini wa Ilovi nito Benjamin na Mwaka. Ngwatanio imwe ya kutetea NND kwa isitwa Makueni Civil Society Network ni yathacha ukulio mbungeni ya kaunti ya Makueni yenda iseso ya kuthungulula nzama ya kuungamia musva wa wote yambe kuungamia kukwada mutwa kana mkwatanithia wa ikundi Joseph Kioko yasekana ni wanengane ukulio usiku Clark wa mbunge maiteta kana manesi kuona masitwa malame uthungululwa memanyuve na mayatanga sithwa kwiana na katiba mayenda mailiwe uthegwa iseso yu mbe wayo kutwaigwa ni mbunge Caleb Chalo na livoti. Mweo wa katiba ukonya maundu ma musuva wa mwaka wa 2011 nuwetete nzia cia uandikani wa memba manzama ya musuva. Utangaso wa memba manzama ya musuva ya wote ukiumwa chumwaniki na vala masietwa kauta maandikitwe mandu ala meuthiuthungululwa ni mbunge ya kaunti ya Makueni kenda kusemyana ya memba mambodi ya musuva wa wote. Coordinator wekundi ya Makueni Civil Society Network Joseph Kioko akiwerekana maina thinana ameuthiungululwa indi mena vata wa kuona undu katiba kekwianiwa kwa faida wa mwene nthi. Kitumi ni kiuma kiandika valua kwa klaka wa mbunge ya kaunti ya Makueni na kwenda kumana undu mianeno yatangasiwe na wosani wethiwa. Unenda submit memorandum
tukuletie clerk wa county assembly atueleze the law affecting ila matangasi yele matukumengwelea na municipality ya board ya wote nika na withi nita part of the not a copy makweli public service board nunu ni mom hiring body na ni mom make the interview na numa shortlist ya na numa advertise ya nika na matunenge advertise wanengo shortlist na mwisho ka matutabia ile interview ile kiwe ndio sio kana tabia governor nika na withi nundu governor izeteleze kutula Kilonzo Junior Clarion call ya Kenya wa people are priority na wao kwikaneza na kuituma tiendati mane nundu nitigo na tigo ne sana na yikwa nesa pia utukumake wendo we mwailu ane maweta kethiwa masitwa amanenganitwo kwa uthiungululwa ne mati ya katiba vaina thina atio menda kethiwa mayati enzila cialite monga mieseso ya kuthiungulula ala mendekethetwe mianane isu na ndo process uzi ayati ya metalalala idite kwa na urban area and cities heart isiokewe na anbola competent maloswa kana ala mebona mbano competent malika interview mato the due course au due process ya recruit board nikana withi mwene ndio makuoni newe aniwa na mbala ndio na many interest yo twika board members ni ma apply na ma paluka kwa na metalalala ile ya kupata huyo Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Na hindi kwa Mauvoo asutu amba udhiu muova nini tusioketheti na mauvombe yange nduka adhibasi. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwakato wawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumanayo chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tonyekani kulechu itende lanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe nde yani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonde ometoke ni mutanisia wambie kudepend na ida uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani ko yanza ni mauso wesia ni we atikoke Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata analipa barabara.
3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Ni na udhocha ingi twende na ukumanithia ngwatanio ya tandithia mamayani lembetani ya Afrika ya umiloni wa SUA itonguwe ni mwene kivila atha sewe yumeteta kana kiwango cha mayani kila kikumwa ndi sia ilembetaji kiithi kana kindi muno unula otuma tho wa mayani kwithwa windi muno kavindani kalame kuthosya mayani ndi sianza ingi nimeteta kana mathangu ma kwikia mayani mena tho wa wiyulu muno wala menda serikali kumathinikia otondu mwandiki witu Ajalina Muse ukuelesya. Mwene kivila ngwatanio ii atandithia mamayani lembetani ya Afrika ya umiloni wa SUA au sewe nukuetekana kukwatikana kwa mayani ma kiwango kinthi muno ni utumite ndunyu ya mayani nthi sianza ikunika muno vala makuetekana maithite mate kukwata vaita ula wailite. That the quality has somehow deteriorated, and quality has to do with the price. The overproduction has caused that low quality that is coming from the producers, and the supply and demand cannot be ruled out, because we don't make this tea to drink, we make it to sell it to those who drink it. So if the supply is more than the demand, obviously it will affect the prices. Ona uyo vongwatanio ini eka ila serikali kuthesya kotiwa kumya mathangu ma kwikia mayani akuma nthi sianza mawetekana tho wa mathangu ani withito wi yulu muno undula kutuma malika ngala manene kumya mevuko nthi sianza. We also exploring things like value addition, which has been sung in this country for some time. Key challenge being our paper is still very, very expensive. We had been promised by the government that it will be addressed. As we speak, new paper which this country does not produce continues to attract 35% duty, and there is a further 25% excise tax. Cumulatively, it makes it very, very expensive to value add in this country. Ene ianda ani makuetekana ni vethito na mathina kautana ala methito maikumbila utanthia wa mayani tangala manene ila methito maikomana nayo kavindani ka uimi wa mayani takuivia uthukumi kuthoa ndawa na mbolea ovamwe na ngalama ya kutamicha mayani aisio ni kivathukanio. On the production side, cost of production is rising because of labor costs, fertilizer costs, transport costs. Everything is really going up. If you look at the prices have stagnated over the years. So we are facing a tough time on the production side. A number of factories have had to close down because the prices being paid at the auction are not sustainable. And as a producer from Tanzania, unlike Kenya where we do production 12 months in a month, in Tanzania because of the weather conditions, we end up doing production at most 8 months, between 6 to 8 months. And these other 4 months that we're not doing production, we are doing irrigation. So something which is not being done in Kenya, in Tanzania we do irrigation. So that one also increases the cost of production. Uoka kavindani kala ngwatanio ii atoesya kikalo kimwanya na ene ianda kivathukanio thini otanthi wa mayani vala manena nisya mathina ala methito maime kumbila na nzia ila makufikia kuatiani kana kwa ile utanthithia wa mayani. The current trading system has the capacity to give both buyers, producers and all the players within the trading platform that visibility to monitor what happens on the platform, and the issue or might be failing to realize the actual value of tea is neither here nor there. Currently, I can tell you on that platform, we are trading over 15 million kilos. If we were to go and sell 15 million kilos in manually the way it used to be, then it could be done throughout the week. So we have to change with the changing times, because if we don't adapt to the changing times, then it means we will be run out of business.
Gilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Minista Muveani wa Mwaki na Mauta Davis Chirchir ni waweta kuisla Muvea munini wa unyaicha wa stima nduani rirek. Silikali ni kuikidhia kila skulu na hospitali si nduani sina mwaki wa stima. Aina na kavinda kakotetea budget ya Muvea wake mbewanza mayambunge ya Mwaki. Chirchir ni waweta kana ndini wa mwaka uo wa silikali wena mvango wa kuikidhia enendi ngilima na 350 ni meki wa stima ondumwe na kwa ilia mata masokoni. You intend to put 858 transformers for the year. That is in 290 constituencies in Kenya. And that's approximately only 3 transformers per constituency. Less than 3 actually, 2 point something. So, but less than 3 transformers. There's need to provide, there's no you can provide electricity without having transformers. There's need to a little bit more, invest a little bit more in transformers. Our real business is to provide stable power supply at the same time, make it affordable, extend the grid to the people, and all these things are all tied together. And that part of making that power cheaper, we really need to burn the midnight oil. One thing I've been asking myself is that why is it that you want to load a lot of last mile connectivity work and getting funds or resources or budgets from REREC to give it to Kenya Power when they cannot even meter us? When there is so much queue of people who are not being connected for one reason or the other. We expect to connect some new customers in those numbers, 350,000. We wish we could accelerate the connectivity, and these are areas where we'll spend more time together to see how we can accelerate connection of our Kenyans to the grid. Number of street lights, we expect to put on 5,000 street lights in the current financial year. I had a breakfast meeting this morning, and we are unhappy that whereas there should be no school, there should be no dispensary today not connected to power. Kongi ni kana atongoi makanisa ungua ngwatanio ya New Wineskins United Clergy Forum Kenya ni mamenda atongoi mewa yumbe ma MCA na governor wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi mayiwe kanyo wote na kwikia kithito uthukomi utonya kuna mwene nthi matongoi we ni mwene kivila wo Apostle Dr. Paul Orako atavania ni matula mote atongoi yasu kwa kuonania ivathukanio sio kuthaini kavindani kanda mbuka ya Musumbi William Ruto kisioni kiu vandu vakusukumia ya maendeleo kisioni cho. February 14, 2023, during the visit of our president to Kiambu County, we the clergy of Kiambu County felt we needed to address the discord in our leaders. The display of conflict, disrespect, and showdown of various political leaders in our great county in the presence of the president and the deputy was shaming for us. The consistent langos in the county have been a detriment to the service delivery of the leaders. Each of the leaders is elected with a specific mandate. These mandates are defined clearly in the Constitution. It is our call to the elected leaders to each deliver on their mandate and allow their counterparts to deliver on their mandate. Kufanya kazi pamoja iko na matunda yake, na sisi tungeuliza muungane pamoja, muache hiyo difference mko naye, muingize ile umoja, sababu umoja ni nguvu, na hiyo nguvu itawawezesha mfanye kazi ya maana, na watu wa jiko watafurahia na sisi wote tutafurahia. Kwa hivyo mlipoteza hiyo opportunity, nafasi. President wetu alikuja
Mimi ningeonelea mungekuwa mumeandika mahali agenda zile mnataka, na hizo agenda ndio mungesomea rais, mwambie rais tunataka watoto wetu waingizwe mahali, tungetaka development za huku Kiambu, tungetaka mambo mengi ifanyike, na hizo ndizo mambo sisi tunagoja, sababu sisi wote hatuwezi enda mahali pale. Si nyinyi ndio leaders wale sisi tulichagua. Tuisonga na mbere ni kana ayumbe kuma kaunti ni ilovi meenda muvea wa uthukumi kana public service wali ule mitaratala ya wosani wa makoloto muvea ni wa muika NYS kwa kuikithia misini minene wosani o watu wa nthini wa kila ward vandu vaki kaunti. Matongo iwe ni muyumbe wa Embakasi ya kati Benjamin Gadhiru, John Kiarie wa Dagoreti ya Ithio, Beatrice Elachi wa Dagoreti ya Yolo na Mark Mwenje wa Embakasi udhuloni wa Sua meweta kana wosani wa NYS kutwaiwa nthini wa kisese kimwe kauntini nima ni kuvathula vanene makilima enenthi alamena wendi wa kwikonia na wosani o musini wa ilovi vala mathingilila ward sio sianene na ilio mbunge imwe kiutalo wa enenthi. During the launch of the 2024 NYS recruitment, the Cabinet Secretary for Public Service, Performance and Delivery Management indicated that the process would be undertaken at the ward level. However, this did not happen in most parts of the country, including Nairobi City County. There seems to be a systematic interference of the process with the aim of denying certain members of the public, especially in Nairobi, the opportunity to engage in this noble national duty. Honorable Speaker, it is against this background that I seek the statement from the chairperson of the Departmental Committee on Social Protection on the following. 1. Could the chairperson outline the steps that the Ministry of Public Service, Performance and Delivery Management is taking to ensure that NYS recruitment is transparent, fair, and conducted at the ward level, especially in Nairobi County, to avail maximum opportunity to all interested youth? Now what happens is that with the devolution, each county was made to be equal, up to and including the biggest city in East and Central Africa, Nairobi. Nairobi here, you've got a ward or wards that are probably the size of entire counties elsewhere in terms of population. So when you centralize the recruitment of either NYS or police or the army and so on, you are disenfranchising an extremely big part of Kenya's population. So, Mr. Speaker, beyond just the recruitment, we've also got to find a way how we shall resolve this issue of the Nairobi being considered as a region equal to every other region in the country, knowing how big it is in terms of population, but also in terms of its contribution to the GDP of this country. Na madhau nini kana madhau ma Safaricom chapadimba ile mbetani ya Northeastern mekwatiwa kuende ya weekend ye vala mekwete vamwe timu itatu yevo ya Lyon 04 FC, Marina FC na Wajia All Stars. Kimansioni kinene cha Garissa musindi wa madhau a ikwatiwa kukwata kimanza cha silingi ngilima na eli na miongo 5 na ayikwati evuso ya kudhawa kiwango cha Nationals vala na kena mbailie kukwata silingi ngili ya na imwe na miongo 5. In the year 2022, the team was fully formed. It had juniors, it had under 17s. Till now, this is the team that is representing the Northeast, the Garissa County in the Chapandimba finals. With God's grace, alhamdulillah, we really needed to reach this level, and we are here today. The main reason why I started this team, we just formed this team here in Boys Town. There was just one team coming here to play every day. Like, they were not playing this ball we are using, like they were not using Mikasa. So we just come from nearby, and we had another team that was coming from the same area. They used to call themselves Ngamia Juniors. So tuliona alafu wao wako sawa, their team is progressing. So we said
let us give them a competition for now. We want to be in the history now. The Leon 04 won the Chapadimba in the Northeastern. That's the first thing. The other thing, to be in the history of one of the best or the biggest company in Kenya, that's Safaricom, knowing us as the champions of Northeastern in the year 2024. We gonna be the champions of Northeastern, and also we will be going to the national levels, inshallah. So let's have the same mentality. Let's have good mentality. Let's keep the spirit. Let's be playing mind games, and all will be good. In terms of football training, we are much prepared because we have been training for almost 3 weeks now, with no day off, to be sincere. Even today, the boys are training for the coming weekend games. So all I can tell you is that the team have really prepared. Naindi kwa Mauvoo asu ni utungia muveano ndwa kwithiwa watambania na itu nthini wa Vilingi wa Mauvoo tikuendea kwithiwa na kuiyo kisio na weekend ya kwaila nyenito wa Robert Mutuku na kieteresia mwende atwala Mauvoo kwanzia ya meko tiwanesa.